ANSAF ni shirika la wanachama na wanachama wetu wamekuwa wakifanya kazi katika mikoa mbalimbali. Sasa hivi tuko zaidi ya mikoa 20 ambapo wanachama wetu wanakuja, wengine wanatoka Pemba, wengine wanatoka Zanzibar na Tanzania bara, mikoa mbalimbali. Na hao wanachama wetu tumewajengea uwezo wa kuweza kufanya shughuli za ushawishi na utetezi kwenye mikoa yao na kufuatilia kuona utekelezaji wa ile mipango ya serikali inafanyika kwa kiwango gani. Na shughuli tunazozisherehekea hapa sio tu za ANSAF kama taasisi katika ngazi ya kitaifa, lakini pia hata shughuli za wanachama wetu ambazo zimefanyika kule kwenye ngazi za chini. Sasa kuhusu ANSAF sasa kwenda katika utekelezaji wa miradi katika ngazi ya vijiji, miradi ya maendeleo tumeanza kwa mfano sasa hivi tuna mradi mmoja kwenye zao la korosho tunafanya katika mikoa miwili, mkoa wa Mtwara na mkoa wa Lindi. Na tumeshaanza kuwajengea uwezo vikundi vya wabanguaji wanawake kwenye wilaya ya Tandahimba, wilaya ya Ruangwa kule Lindi na wilaya ya Newala. Na katika kujengea uwezo tumewasaidia pia kuanza kuboresha na kukarabati vituo vyao vya kufanyia shughuli za ubanguaji. Tumewapa vifaa vya kisasa, lakini pia tumewasaidia kuboresha vile vituo wanavyotumia kwa ajili ya kubangua korosho. Lengo ni kuwawezesha kujikwamua kiuchumi na kuongeza ubora wa zile korosho na kuongeza thamani ili wapate mapato zaidi, lakini pia serikali ipate zaidi. Ajira pia ziongezeke zaidi. Tunahamasisha ushiriki wa wanawake na hasa vijana waweze kushiriki. Tunajenga kiwanda sasa kule Newala DC kwenye kata ya Maputi pamoja na kata ya Kitangali, watakuwa ni sehemu ya wanufaikaji wa kiwanda hicho. Hiki kiwanda kitakuwa kina uwezo wa kubangua kila siku angalau tani 5 za korosho na kitatengeneza ajira kwa watu wasiopungua 150 kila siku na kitaongeza zaidi thamani ya hizi korosho zetu. Kwa hiyo tumeanza hapo, lakini tutaendelea zaidi, maana yake sisi tunafanya kazi katika sekta ya mazao, sekta ya mifugo na sekta ya uvuvi. Tutaangalia namna gani na sisi tunashiriki katika kuwezesha zaidi mipango ya serikali kuwafikia wananchi walioko hasa vijijini. Lakini cha pili niseme sasa hivi tupo katika mazungumzo na Wizara ya Kilimo namna ya kushirikiana nao katika utekelezaji wa programu ya BBT. Na nimeshapokea barua kutoka Katibu Mkuu. Ijibu barua ile kwamba tuko tayari na tunaanza sasa hivi kutengeneza mpango wa mashirikiano. Tuone namna gani sekta binafsi na mashirika yasiyo ya kiserikali yanaweza kushirikiana na serikali katika kutekeleza programu hii ya kuendeleza wanawake na vijana. Sisi kama sekta isiyo ya kiserikali tunayo programs nyingi kupitia wanachama wetu, tunazifanya kwenye maeneo mbalimbali zaidi ya mikoa 20 hapa Tanzania. Na niseme kwamba hizo shughuli tunazozifanya haziingizi kwenye taarifa ya serikali. Serikali inapotoa taarifa kuhusu program ya BBT inazungumzia ile miradi ambayo ni moja kwa moja wizara inatoa kwenda kwenye vijana. Lakini na sekta binafsi tunazo programs za vijana nyingi, tuna programs za wanawake nyingi, lakini zote haziingizwi kwenye taarifa. Kwa hiyo nafikiri mpango huu tulionao sasa hivi wa mashirikiano kati ya serikali, Wizara ya Kilimo pamoja na ANSAF itawezesha kuchukua hizi taarifa zote za miradi ya vijana na wanawake inayoendelea kupitia sekta binafsi iingizwe kwenye taarifa rasmi ya serikali. Ukweli lazima nishukuru jukwaa hili la WASAF kupitia shirika la MIICO. Jukwaa hili kama sisi wakulima wanawake limetusaidia sana kutokana na huduma za ugani. Imetuwezesha sasa hivi wanawake kupata fursa mbalimbali. Kwanza kabisa ilitujengea uwezo wa ushawishi na utetezi katika wilaya zetu. Lakini baada ya ushawishi na utetezi, kama tulivyosikia kwenye sherehe ya leo, tulifanikiwa kufanya uchambuzi wa bajeti katika sekta ya kilimo. Baada ya kufanya uchambuzi wa bajeti, tukatambua kuwa kumbe matokeo ya bajeti na sisi wenyewe wanawake tunaweza tukawa na fursa. Mfano huko nyuma, sisi kama wanawake wa wilaya ya Mbozi tulikuwa hatumiliki mashamba ya kahawa. Lakini kwa sasa hivi ni manufaa makubwa. Sisi wakulima wa wilaya ya Mbozi tumechimba mashamba na tuna mashamba ya kahawa. Lakini tumeingia kwenye fursa mbalimbali. Tumeingia hadi kwenye wajumbe wa bodi za kahawa. Tumekuwa sisi ni wajumbe mle. Ni kitu tofauti kabisa. Miaka nyuma walikuwepo
bodi ya kahawa ni wanaume tu, lakini kwa sasa hivi wanawake na sisi tumo. Ni kweli jukwaa hili la Ansafu limetufaidia mambo mengi sana, hadi umiliki wa ardhi kwa vijana, kwa wanawake, ambalo lilikuwa ni jambo geni kabisa. Lakini ukitaka kuangalia kama ni sehemu za mikutano nini, wanawake walikuwa wahudhurii kabisa. Lakini kwa sasa hivi tumejenga uwezo, tunahudhuria mikutano na nini. Lakini bado huduma za ugani zilikuwa zinawakuta zaidi wanaume, sababu maafisa ugani wengi ni wanaume. Kwa hiyo wanawake tulikuwa tunaogopa, nikisimama na afisa ugani itakuwaje. Lakini kwa sasa hivi ni marafiki zetu, na changamoto yote inapotokea lazima wawepo, tuwaite waje mashambani na waendelee kutuelekeza. Ukweli ni fursa nyingi, lakini changamoto zinazotukabili kama sisi wakulima kule vijijini. Kwanza kabisa sisi wanawake tuna viploti vidogo, na ndio maana unakuta tunachanganya mazao mengi humo, naenda mchanganyiko ili vyote uvune ili uweze kupata chakula salama. Lakini vile vile kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi yanatuasili. Vishamba vyetu vidogo hivyo, jua linapita au mvua nyingi inapita, mazao yale yanaharibika. Lakini tungekuwa tunaiomba serikali iweze kutusaidia hata kutushimbia visima ili kilimo chetu kiwe endelevu, pamoja na kuwa tunajua kabisa serikali yetu ni sikivu na imeshaanza kutekeleza mambo ya umwagiliaji, lakini na kule vijijini ituangalie kwa jicho la ukaribu. Lakini vile vile kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, watu wamekuwa wakikata misitu nini, tungeomba angalau tupate gesi za ruzuku, hasa kule vijijini ambako hawana kabisa gesi, wanategemea kuni. Lakini iwe na ruzuku iwepo, mtu atapewa ruzuku, atachukua gesi, ikiisha anapaki, inakuwa haina maana. Serikali inakuwa imetumia gharama kubwa, lakini mwisho wa siku gesi ile ikiisha ndani anaipaki, inakuwa haina maana, anaendelea kukata nini. Basi ingetusaidia iweke hata ruzuku kidogo. Lakini vile changamoto ipo kwenye kilimo ekolojia. Wakulima wengi kule vijijini wanafanya kilimo ekolojia, lakini wanafanya kilimo ekolojia bila elimu. Maafisa ugani unakuta wapo, lakini hawajapata mafunzo rejea ya kilimo ekolojia. Kwa hiyo vitu vingine wanakuwa vinani tu kukisia. Kwa tulikuwa tunaomba mafunzo yatolewe ya kilimo ekolojia ya kutosha ili tuweze kunufaika na sisi. Kwa kupitia kikao cha leo au warsha leo au mkutano huu wa leo, nimejifunza mengi kuhusiana na masuala ya kilimo kwa kupitia Ansafu. Nimewakuta au nimewasikia wenzangu wengi tu wakitaja maendeleo yao ambayo wameyapata pamoja na taasisi mbalimbali. Kwa maana hiyo niseme tu, kwa kupata haya ambayo nimeyapata hapa au kwa kupitia ambayo nimeyapata hapa, mimi nitakuwa mdau kwa namna moja au nyingine kwenda kuwashajihisha vijana ambao wanajishirikisha na zaidi na masuala ya kilimo, aidha kama ni kilimo cha mboga, matunda au chakula, ili kuongeza juhudi za kuzalisha kile chakula na kuongeza thamani kwa kile ambacho wanakizalisha. Kwa sababu kinachowaathiri zaidi kule Zanzibar watu au vijana wengi, kwanza ni kutokukosa elimu ya kutosha kuhusiana na masuala ya kilimo. Lakini kama watapatiwa elimu vizuri, watajengewa uwezo kwenye elimu, watajengewa uwezo kwenye pembejeo, watajengewa uwezo hata kwenye kipato kuongeza kile kilimo chao, basi wanaweza kujikwamua kwa namna moja au nyingine kwenye masuala ya ajira pamoja na kuongeza kipato chao cha kila siku katika maisha yao kila siku. Kwa maana mimi kama mdau nipo hapa nachukua ambayo nimeyakuta kutoka kwa wenzangu, ili nikifika kule nikae nao vijana hawa, ili kwa namna moja au nyingine waongeze uzalishaji wa kilimo ambacho wanajishughulisha nacho.